Mganga. Vipi mbona sielewi? Kulikoni? Mbona kila ninapojaribu kunyanyua mguu nashindwa? Tayari. Eti nini? Tayari tumenasa hapa. Mganga masiala wewe. Mganga tutazalilika, naomba ufanye juu chini. Ita hata mizimu yako mganga tuganduke hapa. Tumeingia kwenye ngome ya watu. Huyu bibi unaye sio mtoto. Huyu bibi naye ni mkubwa. Mganga mimi najua ushindi na kitu. Mganga pambana kwa mara ya mwisho tutoke hapa. Yaani kwa kifupi hapa hatuwezi tukatoka. Hatuwezi tukafanya jambo lolote lile. Hapo kinachotakiwa inabidi aje tu atugangue mwenyewe. Mimi najua una mizimu ya kwenu. Jaribu kuhangaika kivivyote tutoke hapa. Aibu tushazalilika tayari. Binti. Yaani hapa tutafanya chochote kile. Ila hatuwezi tukatoka. Yaani hapa tumepatikana. Kama ni choo basi hiki sio cha kiume hiki. Hiki ni cha kike. Na sijui itakuwaje sijui. Maana jua ndo hilo kuna pambazuka. Wakituona watu hapa sijui itakuwaje sijui. Mishi, nakuomba mamangu, fanya lolote unalojua, tuondoke na adhabu hii. Hapa sisi tumenasa hapa. Kumbe ni wewe mamangu. Mimi sikujua kama tunakuja kuanga kwako. Yaani wewe mganga, dawa unipe wewe mwenyewe, alafu unakuja kuniloga tena wewe mwenyewe. Hivi una akili kweli wewe? Yaani umekuja wewe na huyu kikaragosi mwenzako kilikuu mwanga mkubwa huyu, alafu huyu si ndio alikuwa ananiambia mimi mchawi wewe? Ukaniambia mimi mwanga. Kumbe wewe ndo mchawi mkubwa wewe. Mwangalie kwanza. Kuendekeza ngono tu unaenda kuilogea yako dada. Kujiendekeza huko. Sasa sikia nikwambie. Yaani leo hapa mmeona mnaaibika mpaka asubuhi ndio mnatoka hapa. Hapana Mishi. Siwagandui. Usifanye hivyo Mishi. Tafadhali mamangu. Tupo chini ya miguu yako. Na kuomba ututoe. Wasije watu wakatuona kama unavyojua hii ni alfajiri kuna pambazuka. Ni aibu mama. Tupo chini ya miguu yako. Ni aibu. Sikilizeni. Mimi na wewe tumetoka mbali, sio kunifanyia mambo hayo. Tafadhali nakuomba ututoe. Tugangue mama, tugangue. Bado. Fanya jambo basi tuondoke mama. Yaani mimi si wagandui, nishasema. Yaani hapa mpaka asubuhi. Na asubuhi ikifika napiga tarumbeta watu wote waje washuhudie wanga wakubwa nyinyi mkiloga. Gangu. Bora mume wangu njoo. Yaani njoo. Ujionee mambo yako live. Yaani live bila chenga. Mambo kwa ushahidi. Si umeona? Huyu ndo kila siku alikuwa ananiambia mimi mshirikina, mimi mwanga, mimi namloga. Umeona? Umeona mume wangu? Wewe si ni mke wangu wewe? Huyo yamfananisha mume wangu. Huyu ananiambia mimi kila siku mwanga, ananiambia mimi mwanga, kila siku mshirikina. Kumbe mke wangu ni mshirikina. Yaani siku zote unaambia mwenzio mshirikina, kumbe ndo mshirikina, si ndio? Alafu wewe mganga, si tulikuja kwako siku zote kaniambia mimi nina majini, inabidi nitolewe, mkanipiga bakola, si nini? Ni mimi baba. Ni mimi. Ila tafadhali nakuomba, mwambie mkeo atutoe. Tumezalilika.
Tumezalilika vya kutosha. Yaani hapa tumeganda toka muda hapa. Kila tukijaribu kutoka, hatutoki baba. Fanya lolote basi. Sasa baba hiyo ndio singeli kuganda. Sasa sikiliza. Sawa mke wangu. Hapa kama kuna kitu chochote ambacho si umekiweka hapa ili waachao akija wasitoke. Sawa. Hawa tunaacha mpaka mchana. Yaani mpaka mchana watoto wanarudi shuleni na waona wajinga wapuuzi. Hivi mnakumbuka siku moja sehemu nilinicheza nini? Nakumbuka yote. Hivi mnajua nilijisikiaje? Yaani mlinipia kama mtoto mdogo. Msema kama atakunisaidia mnafanya waacha wagande hapa mpaka asubuhi. Sikiliza. Yaani hawa nataka niwafanyie kitu, sawa? Ambacho watafurahi. Wataenjoy. Baadaye nilienda kuandika kwenye kumbukumbu za vitabu, yaani historia za vitabu vya watoto. Wakienda nasoma. Nisubiri hapo, sawa? Usiwatoe. Hawatoki. Usiwatoe. Yaani nakwambia hawatoki mimi wangu. Yaani nyinyi leo mnaaibika. Uangalie sura zimewafubaa. Sawa mama yangu tumekosa. Mimi nimekubali tumefanya makosa. Sasa sikia nikwambie. Mimi nakugandua kwa sababu yako. Sio unanielewa? Yaani angekuwa tu huyu peke yake kaganda. Mimi singemgandua hata kidogo. Yaani ningemwacha mpaka jioni. Sawa mama yangu. Nyamaza sasa kama tuka msaada hapo. Haya. Wako wapi? Mume wangu. Yaani wameayuka mimi mwenyewe hata sijui wameayukaje yani. Yaani mpaka wamenitisha mume wangu. Yaani kweli nimeamini watu wote wanavyosema mganga ni mchawi kweli mume wangu. Leo mimi nimeamini. Lakini mke wangu si waliganda wameanzaje kutoka hapa? Mwenyewe nashangaa tu wameayukaje. Mimi sijui kweli tena. Tena wambua bahati yao. Yaani nyinyi bahati yenu, mmepata bahati mmeondoka mapema. Yaani mimi ningekuja ningepiga hata wana bahati. Wana bahati sana. Unaona aibu? Ndio. Wewe ndo nilikwambia wewe ndo kila kitu. Wewe ndo chanzo cha haya matatizo mganga. Umesuka wewe kila kitu na unajua fika. Sasa hivi ifanye unaona aibu. Unamwona nani aibu? Na kama kuzalilika tushazalilika. Muda wangu nimeutumia. Nimetoa pesa zangu kuharibu kwako. Afu mbona unanizunguka? Afu unajiita mganga. Mganga gani? Afu unasema tu madude ndo mailizi si madawa. Si malonyaronya tu hayo. Hivi wewe unajikutana nani wewe? Ndio ushazalilika mbele ya mume wangu. Anaenda kuangaliaje watu? Naenda kuweka wapi mimi sura yangu mganga? Nimekumind. Ushamaliza? Nilivyoanza nilikwambia. Kelele binti. Wewe unaongea nini? Unaongea nini? Sasa sikiliza. Kama ulikuwa hujui, mimi ngoja nikuelekeze. Umemwona yule binti yule? Umemwona yule mishi? Mara ulikuwa hujui unalopoka tunaongea vitu ambavyo huvijui. Sasa kwa taarifa yako, yule mwenzako yule alinifuata, akaniambiaje, "Bwana mganga, naomba unisaidie." Nikamwambia, "Baba, umepika, ongea chochote." Akaniambiaje, "Hapa nilipo mganga kuna mchumba kanichumbia." Yule mwanaume alimwambiaje yule binti, "Anataka kuongeza mke wa pili kutokana na mke wa kwanza ambaye alikuwa anaishi naye yule mwanaume hakumpatia mtoto, kwa hiyo alikuwa na mpango wa kuongeza mke wa pili ili ampatie mtoto." Umeona? Akaniambia, "Bwana mganga, fanya juu chini, fanya uwezavyo mimi nipate ujauzito nimpatie yule mwanaume mtoto." Kama ulikuwa hujui, yote yanatokea kwa sababu ya mwanamke mwenzio ni mjamzito. Kwa mimi na wewe tulikuwa tunahangaika tu bure mambo ya kichawi sijui ni ushirikina ni hadi tukaganda pale. Shida ndio hiyo. Wewe ulikuwa hujui mwenzio ni mjamzito pale alipo na ndio maana anapendwa na mumewe. Kosa sio la kwangu mimi. Sijui umenielewa? Sijui umenipata vizuri. Mwenzio ni mjamzito. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunahangaika tu bure hapa. Hadi tumeenda kule umenigandisha mbele za watu, mimi nimeganda, nimeonekana mimi mchawi. Aliyakuwa mimi kazi yangu kuwatibu watu, umenizalilisha, umenivua nguo. Kumbe shida ndio hiyo. Mwenzio bwana ana mimba. Mimba? Mganga. Yaani mganga unanichanganya. Na kwa nini usiongee muda wote mganga? Kumbuka nimepoteza muda wangu, nimepoteza hela zangu mganga. Leo unakuja kuniambia habari za mimba. Sasa mimi sikujua kama ni binti yule, mimi nikajua binti mwingine. Sasa fanya ndio mistake imetokea. Tunafanyaje? Sasa sikiza mganga. Utake usitake kazi yangu mimi utaifanya. Naomba uende ukaitoe ile mimba yule dada. Kama haiwezekani, afunge kizazi chake. Naomba mimi ndio nipate hiyo mimba. Namuomba nani? Mimi? Tena wewe mama jishikilie. Unajua mimi nimepoteza gharama kiasi gani? Yaani unanivua nguo pale unanigandisha kama sije likuganda. Yaani ile aibu ambayo nimeipata pale
Yaani sijui nifananishe na nini. Kwa sasa hivi nahitaji muda wa kupumzika, sawa? Mganga, usitofahamu. Kama kuzalilika tulizalilika wote. Mimi ndio nishaamua na kwangu. Sasa kama mimi ndo mwenye shida sasa mimi naondoka. Hebu nipite. Sasa unaenda wapi mganga? Utajua wewe bwana. Mganga. Mishi. Hiyo mimba uliyoibeba itakutokea puani. Mume wangu huyo. Vipi sasa mbona mmekaa nje? Ndani joto? Hivyo mwanamke ukoje? Hivyo mwanamke unatafuta nini kwenye maisha yako? Yaani wewe shida yako ni nini? Hivi unajua kama unajidhalilisha wewe? Unajua unanifedhesha na mimi pia? Hivi kila ni kitu gani ambacho umekifanya pale? Kwa wewe mke wangu sasa hivi umekuwa ni mshirikina. Yaani ni mchawi, ni gwiji. Wewe uko unafanya nini pale? Nisikilize sasa. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Mmekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Tumekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Mmekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Tumekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Simama leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Leo mambo mtaona. Ongezeni juhudi. Ongezeni juhudi, mbona mganga ndo anaongeza juhudi kuliko atibiwa. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Mmekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Tumekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Mmekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Tumekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. 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 Mmekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Tumekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Mmekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Tumekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Mmekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Tumekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Leo mambo mtaona, leo mambo Pole pole mtaona. wewe usiwe na fujo, pole pole. Sije kafukuza mizimu, pole pole. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Leo mambo mtaona, leo mambo mtaona. Mmekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Tumekubali wenyewe kuja kwake Pengo Boy. Ndio mganga. Karibu. Karibu. Umekaribia. Karibu. Kaeni chini. Kaeni chini. Ha 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 ha. Pengo. Msaada kutoka kusini. Newala na Mkonda moja hiyo. Maporomokoni. Karibu. Mmefika. Haya mganga, sisi tumefika hapa. Nimekuja kumeta wapi shoga yangu ama matatizo yake. Ndio. Kwa hiyo nakuomba kwa matatizo yako nayo, mpe vitu kama unavyonipaga mimi, kiboko kweli kweli. Ndio. Kwa hiyo matatizo yake atakuelezea yeye mwenyewe. Ai. Sawa. Mimi ndo Pengo. Dhahabu kutoka kusini. Mtwara uko Newala na Mkonda maporomokoni. Kazi yangu anaijua Mama Tasha na Watanzania wote kiujumla wanaijua kazi yangu. Kwa tegemea mambo mazuri kutoka kwangu. Binti. Pasuka, chanika na kusikiliza. Ongea. Unajua hayo mambo unayofanya. Huo upumbavu wako na ujinga unaofanya. Sawa? Usifika kama mimi nafurahia.
Usifika kama mimi nachekelea kwamba napenda hicho unachokifanya. Hivi, unajua watu wanikuta hapa unajua nini kingetokea? Hivi ningeka wapi mimi sura yangu? Usifanye nijute. Usifanye nijute kukuonyesha thamani. Usifanye nijute kukupenda kupitiliza. Mke wangu, mimi nakupenda sana. Nakupenda sana. Lakini hicho unachokifanya ni kunidhalilisha mimi. Na kufanya nijute hata kwa nini nikupenda. Unataka nini kwenye maisha yako? Unataka nikufanyie nini? Au wewe furaha yako mimi nikizalilika, si ndio? Lengo lako nizalilike? Kwa hiyo muda mwingine mimi nakaa ndani na lala nipo na mke wangu. Kumbe mke wangu anatoka usiku, si ndio? Nisikilize. Labda kwa kitu kimoja. Sawa? Ukiachana na kukupenda na kukupenda. Ukiachana na thamani ninayokuonyesha, ninaweza kukuacha mara moja tu. Kwanza sasa tukakuja hata shida yangu. Mganga, nimekuja hapa kuna mtu tumsuke, si unanielewa niko kwanza tumsuke. Ndio. Sio nywele. Tumfunike, yani tumfunge kiasi cha kwamba asifurukute. Siku nazi 7 chini, si tumwekea 8. Ikishindikana tumningiliza juu ya mti, anapepea tu hivi. Nitakapomwambia na mganga anaanza picha linaanza. Bwana kabadilika kisilani. Aeleweki. Gubu sio gubu, yani simuelewi kiufupi. Yani sasa ngoja nikupe mambo kwa ushahidi, maana huwezi kunielewa. Mganga, leo asubuhi mtu namwagiza maji ya kunywa. Baba nichukulie maji ya kunywa hapo nina kiu. Yupo ndani? Naleta. Bwana anazunguka kama yange. Kaingia kushoto, kaanza kulia. Mlango wa mbele Sasa mimi mtu simuelewi. Sasa huyu mtu mimi nahisi kuna haya mawili. Kama sio kashapata mwanamke, basi nini? Kama kapata mwanamke, bora aoe nijue tupo hawa wawili, nijue na dili na mwanamke mwenzangu. Kuliko vitu wanavyonifanyia, wewe mganga mwenyewe unaelewa hali yangu. Hali ile tulikuwa tutubembelezwe, tupetie kwa sababu sio akili zetu, akili zipo tumboni muda huo. Lakini yule bwana anavyoletea mambo mimi ambayo simuelewi, mimi nashindwa kumuelewa. Mambo kwa ushahidi. Anaelewa. Mganga anasikiliza. Anaelewa. Basi. Subiri mganga, yani hapo wasubiri kueleza matatizo yake. Bwana anavituka sio kidogo. Sasa nisikize kwanza, nina matatizo mganga, usijione nimekonda kwa natoka vishipa. Ana jambo lake tu. Mganga tulia sasa nikumalizie, bado sijamaliza. Mara moja naweza nikafanya maamuzi ambayo inawezekana kama ulikuwa sijui yani hata sijui nini unachokitafuta kwa waganga. Mke wangu, mimi nilikujali, nilikuonyesha thamani. Yaani vile unanipeleka kwa mganga wako, sio kwamba labda sijui ni kitu gani ulifanya, hapana. Nilifanya kukufurahisha wewe. Mke wangu, ulipeleka kwa mganga wako. Mimi nilikuja kwa sababu ya upendo. Lakini hakuna chochote nitambulia zaidi ya bakola. Yaani nimepigwa kama mtoto mdogo, yaani umenipiga, umefurahi, si ndio? Mke wangu, sio kama inafurahisha. Yaani kiukweli umenikwaza sana. Yaani natamani wewe kama usingekuwa mke wangu hata sijui ni kitu gani ningekufanya wewe. Yaani sijui. Sasa nisikilize. Labda nina vitu vitatu vya kukuelekeza. Yaani nina vitu vitatu vya mwisho kukuambia. Swala la kwanza, natamani nikwambie kwa nini waga mimi naenda kuoa. Labda nikwambie leo. Mimi naenda kwa mwanamke mdogo mara kwa mara. Kwa sababu yule mwenzako ni mjamzito. Yaani yule ana kiumbe changu tumboni. Bado sijamaliza. Mtu mnaongea vizuri sasa hivi. Asubuhi baadaye kisani mara hivi sasa mimi nataka tumfunike, atule kila ninaloliongea. Subiri basi. Mganga nichukue maji ya kunywa. Baada ya kumwambia nichukulie maji ya kunywa, bwana anajizungusha. Kaingia kushoto, kaingia kulia, mtu simuelewi. Bwana hii unafanya vipi? Bwana ningejibu hataki, ningejua nini? Mwenyewe nafanyaje? Bwana mtu nilio akujibu anazunguka. Sasa mtu anataka nini? Sasa mimi kanimuosha kama mimi napenda utai kuliko kula. Yule anjui. Mimi na mtaalamu hadi kama ndani kawa moto. Nataka aone picha. Nataka kumuonyesha kazi yule bwana. Akiamua mimi hayo yote nakupa. Inatosha. Tunaendelea. Na sikiliza yule bwana nikawa ananisikiliza. Yaani kila watu nitakayosema nisikilize. Naomba tumfunike yule bwana. Umemtoa wapi wewe? Mganga, huyu shoga yangu. Huyu ni mgongeleka. Kwa hiyo unajua sana wanatekelea kwa kuongea. Kwa hiyo unataka umvumilie tu. Binti, taratibu. Hapa ni kwa mganga, pengo la mapengo. Kardinali wengine wananiita. Taratibu, matatizo yako yote yataisha. Pole pole matatizo yako yatakwisha, sawa?
Taratibu. Unasikilizwa na mizimu, pengo anakusikiliza, sawa? Twende. Haimaanishi kwamba wewe sikujali, hapana. Sasa mimi nilifikiri kwamba baada ya kuligundua hili kwamba mwenzako ni mjamzito, sawa? Tungeshirikiana kwa pamoja kukitunza na kukilea na kukijali kile kiumbe. Ili kije kuwa furaha yetu wote kama familia. Lakini wewe unakesha kwa waganga. Yaani kwa lengo lako ni kuua kile kiumbe, si ndio? Si ndio? Jangu, kitu gani sijafanya kwako? Yaani jambo gani ambalo nimefanya mimi sijakushirikisha wewe? Hata kumuoa yeye nilikushirikisha, mke wangu. Kuna 1 2 3 ukaniruhusu oa. Sikukurupuka mimi. Yaani sikukurupuka kufanya maamuzi bila kukushirikisha. Nimekushirikisha na ukatoa ruhusa. Tafsiri yake ni kwamba usingeruhusu mimi nisingeoa. Sasa kwa nini mwanamke ambaye mwenyewe umeruhusu ni muoe unamchukia? Kwa nini unamuonyesha chuki? Mara nyingi alikuwa akiniambia kuwa unamfanyia vitu fulani vya kishirikina. Mimi nilikuwa napinga. Kwa sababu nakupenda na nakuamini sana. Na nilijua kwamba huwezi kufanya vitu kama hivyo. Lakini leo kwa macho yangu, yaani kwa macho yangu. Sio kwamba nimeota, nimelala, nimeoteshwa au nimeambiwa na mtu, no, kwa macho yangu nimekuona. Ndio hivyo mganga, kwa mimi nataka huyu bwana tumfunike. Ngwe, kimya atulie. Si unanielewa nikikwambia hivyo mganga? Mambo kwa ushahidi nadhani nishakwambia jambo la lilofanyia. Yaani tumfunike sio kwenye viungu tu. Kama mtu mnilio yanaelea. Wala dudu wanamtafuta maji ya sunajo shwa. Na kama vile vile chande mganga si unajua wale. Sasa kama yule, kama vipi daje tumchanje kwa yule. Sasa mimi watu wataniona na kona mtaani watauliza huyu anateseka. Kumbe ninakosha koa mimba na anasababisha nani? Mume. Sasa kama alikuwa tuzae bora asingenioa. Umeona mganga nataka kukutike. Basi. Yaani kama ukinifanyia hivyo mimi chochote nitakugaia mganga. Yaani nitashukuru sana. Mimi yule bwana nataka tumtengeneze mganga. Akiamua kutenda. Yaani Inatosha. Yaani hiyo niaminie. Umesema umemtoa wapi wewe? Nimemtoa Mafia. Sawa. Nimekusikia. Kwa hiyo kwa kifupi unataka mumeo awe domo zege. Kama msukule mganga, kama msukule. Yaani msukule bwana kabisa. Binti ana hata huruma kidogo. Siwezi kuwa na huruma, mimi nateseka mganga. Nataka niwe kwa pressure. Muda wote niwe nakunywa Pepsi, wakuweza mganga, hata mimi siwezi kukubali. Mganga nataka tu yaani mganga ukifanya wewe, si nitakufanya nini haki ya Mungu? Ukimvuta huko aende tu. Ukitaka nyama alete. Yaani tena dia pole. Unatembea naye. Mganga mbona Wewe, simpe hai mganga. Wewe umeona wapi mganga anapewa hai? Punguza chobo. Na kufanya gedele utabaki hapa, sawa? Shoga yangu na utulia. Hujamwelekeza mwenzio huyu. Mbona anamvaa sana mganga? Punguza mbwembwe, acha chobo, sawa? Wewe umefuata dawa, nakupa dawa, mambo mengine achana nayo, sawa? Natoa gai mimi wakupewa hai na wewe. Umesema mtoa? Ay. Subiri. Chokwe cha manganga, chokwe. Chokwe cha manganga, chokwe cha manganga, chokwe cha manganga, chokwe. Chokwe cha manganga, chokwe. Mesosa kuitikia, itikiani. Chokwe cha manganga, chokwe cha manganga, chokwe cha manganga, chokwe cha manganga. Haya, tulieni hapo. Msiguse kitu chochote hapo, sawa? Sawa mganga. Msije mkageuka ngedele hapa mkanilaumu hapa, mkanipa shida kwa tafutieni chakula. Tulieni. Sawa? Haya. Sasa basi. Please. Ili sasa ninakuja kama ombi. Lakini ombi ambalo lina ulazima ndani yake. Mke wangu, iwe mara ya mwanzo na mwisho kufanya vitu vyako vya kishirikina. Mimi sijawapigia simu wazazi wako kuambia hicho ulichokifanya. Sawa? Kwa sababu nakupenda na kujali na kutunzia siri zako na kuheshimu, sitaki kukudhalilisha hata kwenu. Lakini endapo utakuja utarudia kufanya hicho kitu ambacho umekifanya tena, I swear, mimi nawapigia simu wazee wako. Sawa? Alafu naenda kuandikia taraka mbele yao. Nasi hapo nimemaliza. Sitakuja kurudia tena hicho ninachokizungumza. Nazungumza naye kwa amani. Nazungumza naye kwa upendo. Sishinde kukuacha.
Yaani licha upendo wangu kwako sishindwi kukuacha. Narudia tena, sishindwi kukuacha. Mjinga wewe. Hebu niache. Niache. Hebu toa mkono wako hapo. Nitakuja nikupige nikuumize vibaya. Hivi unajua unahisi kama saa zangu zimepungua au? Hivi unajua mimi nilikuwa naanza kitu gani juu yako? Yaani usinisogelee. Tena usizungumze jambo lolote lile. Kwa sababu nitakachokufanya hata ukifa utakuja kunisahau. Puzi mmoja. Umeona hii dawa? Umeona hii dawa? Ndio. Matatizo yako yameisha yote kwa uwezo wa hii dawa. Na kuhakikishia mumeo atakuwa ndani ya himaya yako, sawa? Shika hii dawa. Shika, we. Sio mkono mmoja. Ushawahi kuona zawadi napokelewa kwa mkono mmoja? Toa mikono yako miwili huko. Unapenda kumiliki masharti unaweza sio? Shika hiyo dawa hiyo. Masharti yake sasa. Masharti yake. Utanawa wapi? Utanawa usoni. Kisha utakuja mikononi. Baadaye utashuka chini. Sio huko chini unakojua wewe. Namaanisha miguuni. Sawa? Baada ya hapo na kuhakikishia chochote utakachokisema mbele ya mumeo atatii kama unavyotaka. Sawa? Mimi ndo pengo. Hapa sishindwi kitu. Tasha ananijua mwenzio huyo. Sawa? Mnaweza mkaenda. Mganga. Nini? Na mimi na matatizo yangu. Ndio. Mimi kuna msungu akajitokeza huko nje. Ana mimba. Sasa inapoonekana ile mimba ile muda wote anataka kuwa na mume wangu. Nataka kiasi kwamba anakuta amekaa na mume wangu anashika udevu na mume wangu anashika lile tumbo kuangalia kama mtoto anacheza. Kwa hiyo mimi ninachotaka unipe dawa yule mwanamke yule nikamloge, nataka afe au kama vipi mimba iharibike. Ndio ninachotaka mimi. Yaani kwa kifupi umtaki mzee wa bwaksi mtoto wa nje ya ndoa, sio? Sitaki. Kwangu bida. Uchoyo tu hamna lolote. Uchoyo. Uweza? Uweza wewe kweli? Uvumilivu unao? Kwa unaonaga jao kupeleka mboga sehemu mbili akinunua nyama huku. Asipeleke na huko kuleta wewe. Mimi nataka mzigo ni umiliki ndani mwenyewe peke yangu. Umeweza. Share mimi siyataki. Umeweza. Una share wewe mganga mkeo una share. Wewe utakubali? Kama nilivyokuambia, umemtoa wapi huyo? Nishakwambia mdengeleko mzoe tu. Mbona nataka kupata mganga kichwani? Huyu mdengeleko wewe sabe tu bure. Sitaki aende kwa yule mwanamke kule. Wewe dada una longo. Kama uwezo wa mimba na mimi ninao vile vile. Kwa hiyo juhudi za kwake tu. Sio unakosea. La, mtu ukifanya jambo umeona anateseka. Yaani mwambie wewe mdanga yule binti amkomeshe majalalani. Sawa, nimekuelewa. Mimi nakushauri yule binti tumuone majalalani. Yaani mfanye ukichia. Sawa. Yaani kikubwa wewe unataka mumeo umiliki, sio? Ni mmiliki. Mimi nataka mboga ya kula peke yangu. Basi haina shida. Sababu mimi mwenyewe najitosheleza. Basi haina shida. Najiweza unavyoniona hapa mganga. Sawa. Na ndio maana nikawaambia mimi ni mganga wote wa Tanzania wote wananijua. Hakuna kinachonishinda. Sawa? Na mimi nakuaminia usiniangushe kabisa, usiniangushe. Mumeo utamiliki na kuhakikishia. Sawa, mimi ndo nataka. Kama jambo lako la kwanza niliweza. Ili nalo namalizia. Sio kuanza ili namalizia, sawa? Sawa. Chokwe chamanganga chokwe. Chamanganga. Chokwe chamanganga chokwe. Chamanganga. Chokwe chamanganga chokwe. Chamanganga. Umeiona hii dawa? Nimeiona. Hii dawa ndio mwisho wa matatizo yako.
Matatizo yako ukomo wake ndani ya hii dawa. Hii dawa nakupa. Sawa? Sawa. Masharti yake. Utaichukua. Utanuia. Utanuia. Chochote kile unachokitaka mumeo afanye. Kwa uwezo wa hili bomu. Na kuhakikishia mumeo atafanya vile unavyotaka. Sawa Tasha? Sawa mganga. Tumeelewana? Nimekuelewa. Ai. Shike dawa. Sawa mganga. Sasa hapa Hapana. Hujamwelekeza utaratibu ambao mimi nautumia. Nina namba yangu ya mizimu, lipa namba yangu ya mizimu. Lipa namba yangu ya mzimu. Kiasi chenu, si watozi. Au siwataji kiasi ambacho mtatoa. Huwa anaelewa mazingira, nishafanyia mambo kibaya. Anajua. sawa, basi shogangu. Lipa namba yangu ya mizimu si unaijua? Naijua. Utatuma hiyo. Sawa. Ukituma mzigo mimi nauona dakika yoyote. Na sipotuma, msipotuma hizo dawa nilizowapeni hizo yatakayowakuta msiniambie. Mnaweza mkaenda. Mganga usijali. Haya, nendeni. Lichewe koya kundagala lichewe koya kundagala. Karibu binti. Mimi mganga nishakaribia. Alafu mganga, mbona tumezunguka sana? Na wewe njia unaijua. Tumetumia njia za kishirikina na wewe kila kitu unakifahamu mganga. Jo. Ni kweli unachokisema binti. Na ndio maana wahenga wanasema jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Kwa maneno aliyoongea mume wangu, ni dhahiri shahiri kuwa ananipenda sana. Ila tu tatizo la kutokupata ujauzito. Ndio maana mume wangu kaenda kumtafutia mwanamke mwingine. Lakini mganga, mimi nahitaji unisaidie dawa ili nikapate na mimi ujauzito. Naweza hata nikamshawishi mume wangu akaenda akamwacha huyo mwanamke. Binti, kwanza inabidi ujue swala la kushika ujauzito kwako haliwezekani. Tutafanya chochote kile, tutamwaga damu, tutatoa kafara ya aina yoyote, ila kushika ujauzito kwako ni jambo jingine hilo. Haliwezekani. Binti, una kizazi. Mganga, mimi sitakuamini maneno yako. Kwa nini sio na kizazi aliyakuwa yule tu dawa umeweza ukampatia ya kupata ujauzito? Na mimi mganga nakuomba, nipo chini ya miguu yako, naomba ongea hata na mizimu yako mganga, mimi niweze kupata ujauzito. Usitaki kuniamisha vitu ambavyo havipo. Na kaa ukijua yule mwanamke mwenzio nimefanyazia dawa kidogo tu. Sio kama mimi ndo nimetoa dawa ya kupata ujauzito, la. Yule mwenzio kizazi anacho. Kwa hiyo mimi nimefanya vile kutimiza wajibu tu. Sio kama mimi nimetoa dawa ya kupata ujauzito.
Sijui unaelewa binti. Unaelewa? Mganga, masharti yote utakaonipa mganga mimi nitafanya. Hata masharti ya kulala makaburini mganga nipo tayari ili tu niweze kupata ujauzito. Mganga, naomba unisaidie kuhusu hilo. Wewe mwanamke, hicho unachotaka kukifanya ni kazi bure. Na swala kumwaga damu, jambo la kuwa, hiyo ni kazi ya Mungu. Binadamu hatutakiwi tufanye hivyo. Naomba kaa ukijua, uelewe binti. Hauna kizazi cha kupata mtoto. Ay. Na ningeomba tu utoka kilingini kwangu. Ay. Na utaondoka. Ay. Ondoka binti. Sasa mganga, mimi naondokaje? Aliyakuwa hata mazungumzo tujamaliza. Naondokaje sasa kilaisi? Sasa kama utashindwa kutoka kawaida, nitakugeuza msukule. Upo tayari nikugeuza msukule ubaki hapa? Ule vitu ambavyo havieleweki. Ay. Toka. Ay. Toka nakwambia. Ay. Toka. Ay. Wake zangu, kwanza mimi nafurahi kwa kukutanisha pamoja siku ya leo, lakini pia ningependa mnisikilize ili tupange mpango mkakati ambao napaswa sisi tuishi kama familia, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaendelea hapa katikati sifurahishi navyo, na sipo tayari kuviona vikiendelea, kwa sababu vitaenda kutoa kabisa sifa mbaya mtaani. Na mimi nimewaita hapa au nimekutanisha pamoja, lengo tuzungumze kama wanafamilia, ili tuangalie kwa haya mambo tunaweka vipi sawa, kwa sababu unajua hapa katikati kumekuwa na vitu vingi sana. Kumekuwa na heka nyingi ambazo zimejitokeza, ambazo kwa haraka asileti picha nzuri, hasa kwako mke mkuu. Hivyo mimi nina maombi. Kuna kitu natamani kitokee. Wewe kama mke mkubwa, natamani muonyeshe mfano mzuri sana mwanamke mdogo. Mke wangu, wewe ni mwanamke mkubwa. Ni mwanamke ambaye amekuja kufungua ukurasa mwingine sana kwenye maisha yangu. Lakini pia nilikupa thamani. Sio nilikupa tu, nimekupa thamani kubwa sana mke wangu. Hivyo sitamani kuona hiyo thamani ambayo nimekupatia kuona ikiporomoka kiurahisi. Bahati nzuri tumekuwa tukishirikiana vizuri sana kwenye mambo ya kifamilia. Kwa sababu hata nilivyowaza kuhusu kuoa mwanamke mwingine, nilikushirikisha. Na kwa bahati nzuri mke wangu ukuwa mbinafsi, ukuwa na roho mbaya na ukuwa na chuki. Uliniruhusu mimi nifanye hivyo. Na nilifanya hivyo tena ukiwa unanyimiza kabisa. Sawa. Mimi binafsi nilifurahishwa na hicho kitu. Lakini kwa bahati mbaya kitu ambacho kimekuja kutokea hapa mbele, kichwa kinazidi kunichanganya kila siku zinavyozidi kwenda. Sasa basi nikwambie kitu kimoja. Natamani sana kuona ule moyo wako ambao ulikuwa nao mwanzo. Natamani kuona furaha yako, upendo wako uliokuwa nao mwanzo, ambao ulikuwa unanionyesha kama mume wako na kwa ajili ya watu wengine wa nje. Basi huo upendo urejeshe sasa hivi. Sawa? Umpende mwanamke mwenzio. Mimi naamini huyu ni mwanamke mdogo. Ana vitu vingi sana vya kujifunza kwako. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ujaribu kumonyesha upendo mwanamke mwenzio. Nafikiri umenielewa mkao. Lakini pia mke mdogo, kuna kitu kimoja ambacho napaswa ukijua. Kwa kuna kitu ambacho hakiwezi kubadilika. Huyu ni mwanamke mkubwa. Yaani tafsiri yake wewe umemkuta huyu. Hivyo atabaki kuwa mwanamke
mkubwa. Mimi naamini kuwa una vitu vingi vya kujifunza kwake. Sasa basi, mimi naomba, najua inawezekana kama mmekoseana. Sio inawezekana, mmekoseana kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mimi naomba, kama kuna jambo lolote ambalo mmekoseana, mimi kama nilivyotangulia kwa nimewasamehe wake zangu kwa vitu na fedha ambazo mlikuwa mnazifanya pa mwanzo, nimesamehe kila kitu, nimefurahi na natamani tuanze upya. Hivyo ndivyo natamani kwamba wewe, mke mdogo na mke mkubwa, basi mumalize tofauti zenu, kila kitu kiwe sawa. Tuanze kwenye mstari ambao umenyooka. Yaani mstari ambao kila mtu akituona awe anatamani kuwa kama sisi. Kuliko kuwa maadui, tunaanza kutengenezana mazingira ya vita na vitu kama hivyo. I make sense. Sawa? Mkangu. Mimi nafikiri umenielewa. Lakini pia nafikiri umenielewa mkangu. Flashy. Hivyo ni vitu vya kawaida. Hivyo ni vitu ambavyo vinatokea kwa mtu yote yule. Kukoseana kupo. Yaani kukoseana kupo. Lakini tu endapo mtuonyesha upendo, mtuonyesha kujaliana, kila kitu kinakaa sawa. Mimi natamani sasa nijivunie wake zangu. Yaani nikikaa na watu sasa, watu wanige mimi kutokana nyinyi mnapoishi. Yaani natamani niwe mfano mzuri sana kwa vijana wenzangu. Ili wajue kwamba hichi ninachokifanya sio kosa. Sio kitu kibaya. Hivyo mimi natamani mumalize, na waomba tafadhali. Tafadhali na waomba. Mumalize tofauti zenu. Lakini pia Mkangu, pia nina mpango. Natamani. Sawa? Ikiwezekana huyu naye aje kuishi hapa. Kwa kudhihirisha kwamba hakuna tofauti yoyote kati yetu au kati yenu nyinyi wawili. Mimi nafikiri ni wazo zuri sana. Tuishi kama familia bwana. Hivyo vitu vingine havina faida. Chuki itakusaidia nini? Yaani ubaya na mtu utakusaidia nini? Yaani kujitengenezea chuki kwenye moyo wako ni kutengeneza maumivu ambayo yatadumu milele. Flashy. Toa kila kitu, toa uchafu kwenye moyo wako. Kwa hiyo yote kwa wote mimi nafikiri kwa tumeelewana kwenye hilo, si ndio? Si ndio? Mnaniahidi kuwa mtakuwa kitu kimoja. Mbona kama bado? Nilikuahidi. Eti, mimi mdogo. Mnaniahidi kuwa mmemaliza tofauti zenu, si ndio? Mtapendana kama ndugu. Mshikane mikono kama ni kweli mnao. Wewe kaa kwako kwanza. Eka. Mke mdogo, mbona kama bado una chuki? Hamna. Hichi ni kiapo ambacho tunakiweka kwa pamoja. Kuwa tutapendana, tutafurahi, tutacheka, tutaimba kama familia. Tutaishi kirafiki bila chuki aina yoyote. Si ndio? Okay. Kulikoni? Mami, baki hapo hapo sasa hivi mguu. Wewe funga mlango huko. Watu wa ndani wanachekesha. Oya jabari mwanga wajua. Okay, twende mganga kuna nini? Okay, twende. Action. Mganga. Kulikoni? Hapa tayari. Analo mjambo. Umekuja visi. Okay, twende stand by. Action. Action. Shida.
Tutajisumbua kufanya hili. Shida, tunajisumbua kufanya hili, kufanya lile. Bila mafanikio tutatomba. Aise. Unakuelekea? Sio maji, tatizo ina mafua, sauti na kata. Samba nini? Energy. Mke wangu. Wewe ni mwanamke mkubwa. Irene toka huko mbele boya. Yaani mzee kwa akili yangu imeenda pale. Sasa ungeacha huko, sasa ucheke. Yaani ajikutaje? Kama kweli yani vile. Yaani uwe mke mwenzangu. Kachizi. Na iwe. Na wote wawili eh? Amina. Na wewe watatu na kuongeza. Tulia. Umeona mume wangu? Basi ni mke wangu wewe. Huyo mfananishi kaka. Bosi sio kaka, ni wako. After shots, bosi mpango. Kuacha. Nimeweza kucheka limenitoka. Hapo nilikosa tuangalia dada sasa. Nilikuwa After shots action.